Shalom, uliyeumbwa kwa mfano wake Mungu. Kwa majina naitwa James, ni mtumishi wa Mungu. Hapo sio kitambo sana niliandikaga makala moja inayosema bila Kristo hauwezi kuishinda dhambi mwenyewe. Na katika ile makala nilielezea mambo makubwa matatu ya kuyazingatia ili uweze kuishinda dhambi. Na leo sasa Roho Mtakatifu amenipa kitu kipya. Anasema lipo jambo la msingi zaidi ambalo mimi na wewe sharti tulizingatie ili tuweze kupokea ule uhuru ambao tunaotegemea katika Kristo. Anasema kwamba bila kubadilisha fikra zetu hatuwezi kamwe kuishi katika ule uhuru, kwa maana tunakuwa bado tunaishi katika dhambi. Yaani bila kubadilisha fikra yako bado dhambi inakuwa ina nguvu katika maisha yako. Kwa kimombo tunasema without the renewal of the mind, sin still has grip on you. Sasa tukisoma ile Yohana 8:36, Yesu alikuwa ameahidi ule uhuru ambao unaopatikana kupitia yeye na mafunzo yake. Lakini sasa bila renewal of the mind tunabakia kuwa watumwa, na watumwa wa dhambi. Mtumwa wa dhambi hana sehemu yoyote katika ufalme wa mbingu. Nitakwenda kukusomea Warumi 8:7 mpaka mstari wa 8. Maana mwenye kutawaliwa na fikra za mwili ni adui wa Mungu, haitii sheria ya Mungu, wala hawezi kuitii. Mstari wa 8, watu wanaotii matakwa ya mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Yaani mwenye kutawaliwa na fikra za mwilini ni adui wa Mungu. Fikra za mwilini ni zipi hizo? Hapa anajaribu kusema kitu kimoja Mtume Paulo juu ya namna tafakuri za binadamu ambazo zinawaza dhambi, ambazo zinaota ndoto za ajabu. Yaani ukiwa una fikra ya kimwili itakupelekea wewe kuwa na mawazo ambayo hayaendani na kile ambacho Roho Mtakatifu anakuja kukileta katika maisha yako. Yaani kuna wakati utakuwa unapingua, yaani kile ambacho Roho Mtakatifu anafanya, ila kwa sababu ya mawazo yako unapingua kazi ya Roho Mtakatifu ndani yako. Na ndio pale unakuta unaota ndoto za ajabu, ndoto za uzinzi, unawaza mawazo ya ajabu, hasa pale ukiwa kanisani au ukiwa katika maombi hauwezi kuingia katika roho. Na Yesu alitufundisha katika ile Yohana 4 kwamba hivi sasa tunapoomba tunaomba katika roho na kweli. Na usipokuwa una akili au mageuzo ya fikra, basi utajikuta maombi yako hauingii in the spirit. Kila ukitaka kuomba unawaza vitu vya ajabu. Ukiwa kanisani hauwezi kuwa present, hauwezi kupokea neno la Mungu kwa sababu mawazo yako hayapo kanisani. Mawazo yako hayajageuzwa, haujafanyika upya. Mawazo yako bado yako mwilini. Kwa hiyo hii ni trap ambayo imewakamata watu wengi. Huu ni mtego ambao umewashika watu wengi. Fikra yako ndo kila kitu. Labda nianze kwa kusema hivi, yani vita ya dhambi haianzii nje. Vita ya dhambi inaanzia akilini. Ukishindwa akilini, jua umeshindwa mwilini. Ukiona tafakuri yako bado inaongozwa na mawazo ya kishetani, tambua kwamba kuna mambo mengi unayakosa. Na moja ya mambo hayo ya msingi unayoyakosa ni yale mamlaka ya kikuhani. By the way, hii ni topic peke yake, nitajaribu kuandikia makala very comprehensive juu yake. Unajua, yapo mambo nimekuja kugundua, yapo mambo ambayo mtu hawezi kuyapata usipokuwa katika mamlaka ya kikuhani. Sasa kuhani unaweza kadhani namzungumzia mchungaji nini? Hapana. Kuhani, yani wewe hapo ulipo ni kuhani kulingana na ile nadhani Ufunuo 5:9 kama sio 5:10. Sawa? Kwa hiyo mimi na wewe ni makuhani, na yapo mamlaka fulani tunayakosa tusipoishi katika neno la Mungu na tusipoishi katika ukuhani ambao unajaribu kuzungumzia. Anyway, hii ni topic ya siku nyingine. Leo tuna focus katika fikra. Unaweza ukawaza, kwa nini fikra iwe na matokeo hasi katika ulimwengu wa roho? Iko hivi, fikra ndo kiwanda cha kuzaa yale yanayofanyika katika mwili. Yaani wazungu wanasema our actions are reflex of what is in our minds. Kwa hiyo ni kama vile matendo yetu yanaakisi kile ambacho kipo kichwani. Kwa hiyo ukishindwa kubadilishwa kichwani, then tambua kwamba mwili wako wote, hekalu lako lote ni chafu. Sawa? Na kile kinachofanyika hapa is real the same as kinachofanyika huku nje. Does that make sense? Okay, nitakwenda kukusomea Yeremia 17 mstari wa 10. Tumsikie Mungu kwa maneno yake anasemaje juu ya hili.
Mwenyezi Mungu anasema, mimi Mwenyezi Mungu hupima akili na huchunguza mpaka ndani ya moyo wa mtu, na hivyo humtendea kila mmoja kulingana na mwenendo wake kadiri ya matendo yake. Naomba nirudie. Mimi Mwenyezi Mungu hupima nini? Akili na huchunguza mpaka ndani ya moyo wa mtu, na hivyo humtendea kila mmoja kulingana na mwenendo wake kadiri ya matendo yake. Oh Jesus. Do you grasp uzito wa fikra? Mungu anatazama akili na moyo wako. So your heart, moyo wako na fikra yako lazima ziwe in sync, ziendane na kile Mungu ambacho anakusudia kipande ndani yako, ziendane na mapenzi yake, ziendane na mapendeleo yake. And that's where watu wengi tunateseka, ninatambua, na ndio maana video hii leo Roho Mtakatifu katupa ili tupate mabadiliko. Sasa swali linakuja, tunazigeuzaje hizo fikra zetu? Tunazigeuzaje hizo fikra zetu? Nitakupa mistari miwili. Mstari wa kwanza ni kutokea waraka wa pili wa Korinto sura ya 10 mstari wa 5 na Warumi 12:2. Tutaanza na hiyo waraka wa Korinto sura ya pili mstari wa 10 aya ya 10 mstari wa 5. Nitaanzia mstari wa 4 nadhani. Tuanzie mstari wa 4 badala ya mstari wa 5. Biblia inasema hivi, maana silaha tunazotumia katika vita vyetu si silaha za kidunia, ila ni nguvu ya Mungu yenye kuharibu ngome zote. Tunaharibu hoja zote za uongo na kubomoa kila kizuizi cha majivuno kilichowekwa kuipinga elimu ya Mungu. Tunaziteka fikra zote na kuzifanya zimtii Kristo. Tunaziteka fikra zote na kumfanya zimtii nani? Kristo. Twende hiyo Warumi 12:2. Msiige mitindo ya ulimwengu huu, bali Mungu afanye mabadiliko ndani yenu kwa kuzigeuza fikra zenu. Hapo ndipo mtakapoweza kuyajua mapenzi ya Mungu na kutambua jambo lililo jema, linalompendeza na kamilifu. Nitarudia, msiige mitindo ya ulimwengu huu, bali Mungu afanye mabadiliko ndani yenu kwa kuzigeuza fikra zenu. Hapo ndipo mtakapoweza kuyajua mapenzi ya Mungu na kutambua jambo lililo jema, linalompendeza na kamilifu. Sasa kumbe hii ni kazi ya Roho Mtakatifu kutubadilisha fikra zetu. Tunawezaje sasa kubadilisha fikra zetu? Ni kumruhusu Roho Mtakatifu afanye ile kazi ambayo alikusudia kuifanya ndani yetu. Kumbuka ule waraka wa pili wa Korinto sura ya 10 ambayo tumetoka kuisoma. Tunagundua kwamba ili kuzipinga na kuziharibu zile ngome za adui, sharti tutumie silaha za kimungu. Sasa silaha za kimungu ni zipi? Hapa ndo tunaingia katika kiini cha makala hii, na ndo suluhisho lako lilipo. Kuna the full armor of God, au tuseme vazi la kiungu lenye kukusaidia wewe na kukukinga wewe dhidi ya adui na mishale ile ya moto ya adui. Na hili vazi au hii silaha ya vazi inapatikana katika ile nadhani ni Waefeso 6 kama sijakosea 13 mpaka 19 au kama sijakosea 18. Ngoja ni utafutie mstari tutasoma pamoja. Ndio, ni 13. Kwa sababu hiyo vaeni silaha za Mungu ili siku ile itakapofika muweze kuyapinga mashambulio ya adui, na mkisha pigana mpaka mwisho mtakuwa bado imara. Basi kaeni tayari, ukweli na uwe kama mkanda kiunoni mwenu, uadilifu uwe kama vazi la kujikinga kifuani, na hamu ya kutangaza habari njema ya amani iwe kama viatu miguuni mwenu. Zaidi ya hayo, imani iwe daima kama ngao mikononi mwenu, iwawezeshe kuizima mishale ya moto ya yule mwovu. Upokeeni wokovu kama kofia yenu ya chuma, na neno la Mungu kama upanga mnaopewa na Roho Mtakatifu. 18 namaliza. Salini daima mkiomba msaada wa Mungu. Salini kila wakati kwa nguvu ya Roho. Kesheni bila kuchoka mkisali kwa ajili ya watu wote wa Mungu. Mimi nakumbuka kimombo. Kwa kimombo tunasema belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of the gospel, shield of faith, na helmet of salvation, and the sword of the spirit, which is the word of God. Okay, kama unavyoona hapa nimeweka ishara ya lile vazi la Kirumi la wale wanajeshi wa medieval, miaka ile zama za kati. Yaani unapata taswira kabisa kwamba kichwani ni nini?
Kifuani ni chuma gani kinachokulinda? Kiunoni ni nini? Then miguuni ni nini? Kwa viatu ni Injili, afu ile helmet ni wokovu. Sasa nitaenda kunyambua kimoja kimoja ili upate kuelewa kinachezaje nafasi katika kukulinda wewe, hasa fikra yako. Sasa tukianza kuchambua kimoja kimoja, ukianza na jambo la kwanza, ukweli uwe mkanda kiunoni. Yani zingirwa na Roho Mtakatifu, yani omba kupitisha katika njia zake, omba kupitisha kwenye moto kulingana na ile Zakaria 13:9. Ngoja nisome. Theluthi moja itakayosalia nitajaribu na kuitakasa kama mtu asafishavyo fedha, naam kama ijaribiwavyo dhahabu. Hapo wao wataniomba mimi, nami nitawajibu. Nitasema hawa ni watu wangu, na watasema Mwenyezi Mungu ndiye Mungu wetu. Yani muombe Mungu akupitishe, muombe Roho Mtakatifu. Omba sana Roho Mtakatifu akupitishe katika moto. Kwa sababu tukisoma ile Wagalatia 5:16 anasema kwamba tunapoongozwa na Roho tunashinda tamaa za mwili. Kwa hiyo kwa kuwa fikra potofu, fikra ya dhambi ni mambo ya mwilini, basi muombe akupe huyo Roho kwa kukupitisha katika moto. Na hapo ndipo utapokuwa na ukweli kama mkanda kiunoni mwako. Jambo la pili, uadilifu vazi la kujikinga kifuani. Tegemea uadilifu na uhaki wa Bwana Yesu. Yeye ndiye uadilifu Mungu aliyowaahidi kuuleta kupitia ile Yeremia 23:5 na Zakaria 9:9. Uadilifu ni zawadi kutoka kwa Mungu, sio matokeo ya juhudi za mwanadamu. Ndio maana tunahesabiwa haki kwa imani kwa Yesu, kama ambavyo Wagalatia 2:16 inasema. Jambo la tatu, Injili kama viatu miguuni. Injili ya Bwana Yesu ikae miguuni mwako kila uendako, utembee nayo, yani uwe tayari kuishuhudia. Kwa hiyo Injili ijue Injili ni nini? Injili ni Yesu kushuka duniani, kufanya miujiza, kuteswa msalabani, kufa na kufufuka siku ya tatu, na sasa ameketi upande wa kuume wa Baba. Sawa? That's the gospel. Jambo la 4, imani iwe ngao. Kwenye swala la imani hapa nakwenda kuandika makala. Kwa hiyo kaa chonjo, nitakuja kuinarrate hapa. Ila labda niseme imani ndio chanzo cha ukombozi wa mimi na wewe. Bila imani hakuna Gentile angekombolewa nje ya sheria. Yaani mimi na wewe kwa sababu tuko nje ya sheria ambayo walipewa wana wa Israeli, basi bila hii imani tusingekombolewa. Ni statement inaonekana rahisi, lakini fanya juu chini, imani yako isiwe ndogo. Hakikisha imani yako ni kubwa, kama ambavyo Yesu alikuwa akiwaambia wale magentile akiwa kule Kapernaum pamoja na yule mama Msamaria. Kwa jitahidi, yani chonde, imani ndio kila kitu. Imani iwe ngao yako wewe Gentile. Tunaendelea. Wokovu kama kofia ya chuma. Jambo la 5, kumbuka umekombolewa kwa neema. Hiyo ni zawadi na sio matokeo ya uhaki wako, bali ni kwa imani kwa nani? Kwa Kristo. Vyote vilivyotajwa sasa hapo juu, yote nilivyokutajia jambo la kwanza mpaka la 5, hizo sehemu ya kwanza mpaka ya 5 ile vazi lote ni defensive, yani ni za kukukinga. Ila kipo kimoja ambacho ni offensive, yani nacho ni kama silaha moja kwa moja, nalo ni neno, ambalo ndio jambo la 6. Neno ni upanga wa Roho, ndio silaha yako ya ushindi dhidi ya adui. Akija na uongo wake unamtimua kwa neno. Unaposoma neno unabadilishwa mtazamo. Kwa nini sasa? Kwa sababu neno ni hai. Neno la Kristo ni roho na ni hai. Sasa lile neno linapokugusa, basi nini kinatokea? Linaleta transformation. Na ndio maana Biblia inasema imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo hakikisha wakati wote unaishi katika neno, kwa sababu lile neno litafanya nini? Litafanya rewiring in your mind. Ule wakati ambao kawaida unawaza mambo ya zinaa, ule wakati ambao kawaida unawaza mambo ya dunia, kinachotokea ni tayari Roho Mtakatifu anaanza kufanya kazi ndani yako. Wakati wote anakuwa anakuhubiria, wakati wote anakuwa na minister in your spirit. Unajikuta kwamba wakati wote una flow katika neno, na ndio pale unakuta Roho Mtakatifu anazungumza na wewe, unaanza kupokea mafunuo. Kwa nini? Kwa sababu umekaa na vazi lote la Kristo. Okay, nimeongea mambo mengi sana, lakini naomba kufikia hapa sasa tuweke hitimisho, ila nitamaliza kwa kusomea ile Wakolosai 3:16 mpaka 17. Hii ikakuongoze sasa. Neno la Mungu linasema hivi:
Ujumbe wa Kristo unaokaa ndani yenu pamoja na utajiri wake wote. Fundishaneni na kushauriana kwa hekima yote. Imbeni zaburi, nyimbo na tenzi za kiroho. Mwimbieni Mungu mioyoni mwenu kwa shukrani. Na kila mfanyacho kwa neno au tendo, fanyeni vyote kwa jina la Bwana Yesu na kumshukuru Mungu Baba kwa njia yake. So that's the principle. Ishi katika neno la Kristo. Na tukisoma ile waraka wa pili wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9 unasema yeyote asiyekuwa na neno la Kristo hana Mungu. Kwa hiyo go back to the word na jikabidhi kwa Roho Mtakatifu, mwambie Roho Mtakatifu sanctify, mwambie Roho Mtakatifu atakase fikra zako, muombe msihi kwa moyo wote akupitishe katika moto, ndipo hapo fikra zako zitakapokuwa renewed. Kufikia hapa sina la ziada. Thank you very much for those who tuned in and watched this whole video from the very beginning to the very end. Thank you very much. Mzidi kubarikiwa. Amen.